Mnajua mimi nilikuwa pale wakati tulikuwa tunashauriana na wabunge wengi kutoka Mlima ni nani aliyefaa zaidi kuwa deputy president yetu. Na kwa hiyo wakati 90% ya wabunge wakasema Kindiki. It was actually karibu 99%. Lakini kukaenda hivi, lakini mwishowe tukampata yule ambaye alifaa zaidi. Thank you, Your Excellency. Amjambo tena. God is good and all the time. Wapi nduru na shangwe za His Excellency the Deputy President? Your Excellency, unajua umekuwa rafiki yangu for a very long time. Na leo nimekusikiza sana. And I think we got back the Deputy President that we had lost at some point. Mnajua mimi nilikuwa pale wakati tulikuwa tunashauriana na wabunge wengi kutoka Mlima ni nani aliyefaa zaidi kuwa deputy president yetu. Na kwa hiyo wakati 90% ya wabunge wakasema Kindiki. It was actually karibu 99%. Lakini kukaenda hivi, lakini mwishowe tukampata yule ambaye alifaa zaidi. Lakini yalionileta hapa leo sio hayo. Wakati mmeona nimechukua hii simu kwa sababu kuna verse ya Biblia nataka niwasomee. Na ni ya muhimu sana hii verse, nataka muisikize vizuri sana. Na kwa sababu ni ya muhimu nitaisoma kwa both old language na the New International Version. Luke 16:27-28. I'm reading it because I almost became a priest. Inasema, then he said, I pray thee, therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house. For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Nitasoma kwa lugha ingine, kwa another version, the New International Version ndio muelewe zaidi. Inasema, he answered, then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them, so that they will not also come to this place of torment. Mimi niwaambie watu ya Mlima, ile sarakasi na mchezo ambaye nimeona pale Mlima ikome. Kwa sababu mimi nakuja hapa kama testimony. Mimi ni mbunge na sio mbunge wa first term. Mimi ni mbunge sasa na serve 3 terms. Na nimekuja hapa kwa nini? Niwaelezee hiyo mchezo nimeona inachezwa Mlima, tuliicheza na niwaelezee tuko wapi saa hizi baada ya kucheza hiyo mchezo. Sisi tulikuwa kwa serikali na mtu ambaye aliitwa Kalonzo Musyoka akuja mara mchezo hivi akaanza kuambia watu kaeni ngumu, mara sijui sio lazima ukue kwa serikali, ni haki yetu, sijui nini. Akakuja akatengeneza kachama yake inaitwa Wiper. Akaanza kuzunguka pale kwa Wakamba peke yake, anazunguka hapo. Aka-incite Wakamba, msiingie, si lazima muingie kwa serikali, ni haki yenu ya katiba mutapewa. What you don't know ni kwa hiyo siku yote huyo muungwana baada ya kutengeneza kachama yake akawa kila wakati anapata wabunge kama 10 kama 15. Hawa wabunge
wanampatia pesa baada ya kila mwezi, lakini Wakamba wanaendelea kuwa nje ya serikali. And therefore I beseech you, if you continue mukiendelea na hiyo mchezo, mutajipata mahali ambapo sisi Wakamba tumekuwa nje ya serikali kwa miaka 20. And I am telling you, we had a deputy president like yourselves. We have one here. We never even had ministers as you people have. Mimi nashangaa nyinyi mko na serikali karibu yote. Mnashughulika nini na jamaa ambaye ametupa mbao? Na mko na ministers, mko na deputy president. Nikimalizia ya mwisho niseme hivi. Hii Kenya hatujakuja juzi. And as Kenyans forget very very fast. Nimeona ati wengine wanazunguka wanawaambia muachilie hii serikali mukatengeneze hii ambayo iko na deputy president, second most powerful person in this government. Ati mukashikane na wengine wamekuwa sasa wazuri sana, wamekuwa wazuri. Kina Matiang'i wamekuwa wazuri sana, wamekuwa Mungu sasa. Juzi tu wa Kenya nyinyi ndio mlisema under their watch wa Kenya wanauliwa wanatupwa River Yala. Under their very own watch. Sasa ndio wamekuwa Mungu. Nyinyi na waambia watu ya mlima, kama mimi kama Kawaya nimesurvive kutetea hii serikali single-handedly katika Ukambani. Na hii kura ambayo imepita ya rais wetu tuliweza kunyakua kura 1250. Na niliyesema afadhali nipoteze kiti yangu, lakini niambie watu ukweli kwamba I will not be part of any team leading my people to opposition. I want to ask you, people of Mulima, please don't be party to any team that is leading your community to opposition. And I know you, especially watu ya Mulima, you are a clever community. Please don't lose it. Mimi najua kwa sababu gani? Kwa sababu niko na Mkikuyu kwa nyumba yangu, nimeoa Mkikuyu. I know they are clever people. Please, musiwachilie serikali. May God bless you all. Thank you very much. Thank you, Mheshimiwa Kawaya. Wapi makofi ya mheshimiwa? Lakini wewe mweshi, umelipa mahari? Sio ngura na rurashio umerashia ya ngurario, umemaliza kila kitu bas. Nataka tusikizane hivi kwa sababu ya muda. Unajua niliwaambia msiwe na haraka, although I'm told lunch is ready. Lunch iko tayari. What we do? Hapana.